kama anavyojua kuhusu wewe kwenye maono na ndoto ulizonazo za maisha. Pengine wengine saizi wanasema juu yako, wanabeza juu yako. Ninalo neno la Bwana la kukutia moyo. Usikate tamaa. Amka tena, amsha maono yako. Kama ni biashara, kaanze tena. Kama ni ufugaji, kaanze tena. Kama ni kwenye masomo ya kozi zako za juu, rudi tena kwa jina la Yesu. Maandiko yanaonyesha Yesu anamtokea tena Petro, anamsafisha mara 3. Alikana mara 3 na amemsafisha mara 3, ya kwamba lisha kondoo zangu, lisha kondoo zangu na chunga kondoo zangu. Dhaifu Petro aliyewahi kupoteza ndoto zake za thamani. Lakini mwisho wa yote, wasomi wa Biblia wanajua, na wengine mnaonisikia hapa kwenye kipindi cha Usikate Tamaa, ndiye tunaweza tukamwita Petro alikuja kuwa papa wa kwanza katika historia ya kanisa. Kwa sababu Biblia ilisema mwisho wa yote, na juu ya jengo hili na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Ndugu unayenisikia, kushindwa sio mwisho. Anza upya. Kushindwa kwenye maisha sio mwisho. Bado kabisa unaweza ukamaliza vizuri kuliko mwanzo. Nimependa nikuonyeshe habari ya Samson. Nimependa nikuonyeshe habari ya Petro. Na pengine nikuonyeshe habari ya mtu huyu ambaye itakuwa kwetu ya mwisho. Huyu mtu wa Mungu ambaye tunamuita mwana mpotevu. Maandiko yanasema habari ya huyu mtu kwenye Luka 15 mstari wa 17 mpaka wa 24. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kubaki, na mimi hapa ninakula kwa njaa, ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa bado mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Ni habari ya mwana mpotevu. Huyu mtu alichukua sehemu ya utajiri au urithi wake kutoka kwa baba yake. Na mwisho wa yote, huyu baba alikuwa na watoto wawili. Mmoja alibaki naye. Huyu kijana alipopewa urithi wake akaenda duniani, akatapanya naye kwa anasa, akaishi huko na makahaba. Mwisho wa yote akaishiwa vyote. Lakini maandiko yanatuonyesha wazi, alipozingatia moyoni mwake alisema, nitaondoka, nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa, nisamehe. Na Biblia inatuonyesha wakati anarudi akiwa amezingatia moyoni, baba yake alimuona kwa mbali, akasema, yule si mwanangu yule. Akamkimbilia baba yake. Wakati huo baba yake akafurahi kumtoto amerejea kwenye familia. Nataka niongee nini? Kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Kijana huyu alishapoteza. Alienda akatapanya kwa ubaya mwingi. Lakini angalia pendo la baba yake. Unayenisikia, ndivyo ambavyo Mungu anatupenda. Sisi kama wanadamu mara nyingi tumekosea sana. Mara nyingi tumeshindwa sana. Lakini nataka nikutie moyo kwenye kipindi cha Usikate Tamaa. Kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Angalia kwa Samson tulioanza, mnadhiri wa Mungu. Lakini yeye naye alimlilia Mungu wake, akasema, Mungu unikumbuke tena. Akamaliza vizuri. Biblia inasema Samson akaua wengi kuliko wakati wa uhai wake. Angalia kwa Petro.
mtumishi wa Mungu huyu ambaye alimkana Yesu mara 3, lakini naye alitubu akalia. Lakini Yesu na hapo alipofufuka akamtokea tena, akamwambia, Petro anipenda? Lisha kondoo zangu. Petro anipenda? Chunga kondoo zangu. Na mara ya 3 akaongea naye Petro akiwa amekasirika, akamwambia, lisha kondoo zangu. Nimekuja kukutia moyo. Ndoto ya Petro ikaishia vizuri. Kanisa limewekwa juu ya msingi au kwenye mwamba. Kwa hiyo Petro akawa kama ni papa wa kwanza katika historia ya kanisa. Umewahi ona hivyo? Waweza kosea, lakini waweza maliza vizuri. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Anaweza kukusaidia tena. Kushindwa sio mwisho wa ndoto zako. Kinachokuumiza wewe ni kukaa chini na kutafakari wanaokushambulia, kutafakari wanaokucheka, wanaobeza dhidi yako. Hakuna. Nataka nikutie moyo. Amka leo. Simama imara leo. Achana na wanaosema kinyume nawe. Simama upande wa neno unaposema. Watu mashujaa waliwahi kukosea na kushindwa kwenye ndoto zao, lakini kwa sababu walikataa, Mungu aliwahurumia akawainua tena. Ndugu, maandiko ndio maana yanasema mwenye haki anaweza kushindwa hata mara 7, lakini Bwana anaweza kumuinua mwenye haki. Na kutia moyo, amka tena. Acha kulalamika. Rejea tena kwenye yale unayoyafanya ya maisha. Maisha yako yatafanikiwa kuliko mwanzo. Napenda nikubariki kwenye biashara yako. Napenda nikubariki kwenye ndoa yako. Napenda nikubariki kwenye ofisi yako unaofanya. Napenda nikubariki kwenye maono na ndoto ulizobeba, aidha za ufugaji na vilimo. Mungu akubariki sana. Inuka, songa mbele, usikate tamaa. Usijifunze kwa kung'ang'ania tu kwamba umeshindwa. Kuna kushinda tena mbele yako. Katika jina la Yesu Kristo ubarikiwe. Amen.